Kuna wanaosema kwamba umekimbia kule Kigoma kwa sababu ya Baba Levo. Hapana, mimi nina nguvu. Mimi kwanza tambua kitu moja, CV inanibeba. Unaweza ukawa mkubwa lakini unapokuja kwenye masuala ya kuwakilishi CV inanibeba. Mimi niliwahi kuwa kiongozi Mzumbe University. Niliwahi kuwa kiongozi wa wana Kigoma University of Mzumbe. Nikaja kuwa kiongozi wa department University of Dar es Salaam. Ukiacha class representative Siara, lakini nilikuwa kiongozi ambao kumbuka nawaongoza wasomi. Unaweza kuwa msomi lakini unaongoza manyumbu. Wewe ukajiona una akili. Lakini kumbuka mimi nimeongoza wasomi chuo kikuu, umoja wa wanafunzi wa wana CCM University of Dar es Salaam, mimi nilikuwa mlezi wao na ni kiongozi wao. Sasa nakuuliza, kuwaongoza wasomi unajua wanakuwa na hoja nzito Hauongozi watu sijui wa sokoni, hauongozi watu wa mamalisha, sio kama na wadharau, lakini msomi ana reason kila kitu. Ana question. Umetuletea bidhaa ya Hisense, tuonyeshe utofauti wa bidhaa ya Hisense na bidhaa nyingine. Yaani msomi mwambie tu Hisense, akwambia tuonyeshe utofauti wa bidhaa ya Hisense na biashara na bidhaa nyingine. Atakwambia iwashe Hisense. Msomi atakwambia. Lakini mtu akaida ukimpa Hisense anaondoka nayo nyumbani. Msomi atakwambia iwashe. Unaposema 4K au 5K tuonyeshe picha itakavotokea. Huyo msomi manake ana aski kwa vitendo. Kwa hiyo mimi nina historia. Kwa hiyo ukiniambia namuogopa mtu utakuwa umekosea. Mimi nimeongoza wasomi. Na unajua harakati hii nchi imejengwa na wasomi wengi wakubwa, wanasiasa wengi wakubwa. Fuata historia ya Mzee Kikwete, historia ya Mwalimu Nyerere, historia ya Kwame Nkrumah, viongozi wote wakubwa wana historia kubwa, wametoka University of au Mzumbe University. Okay, hapo pia Baba Levo Mwijaku. Juzi tumeona Yami alipost kwamba anaomba radhi na samahani kwa wazazi wake, lakini pia anamuomba msamaha bosi wake aliyekuwa bosi wake Nandi. Baada ya muda mchache akafuta. Watu wakasema kwamba ni kitu gani ambacho anakipitia sasa hivi Yami? Kama DC, nini take yako kwa Yami, lakini pia unamshauri nini Yami? Kwanza nimwambie aliamua kuingia kwenye muziki. Ukiingia muziki ni biashara ambayo ina tamaduni zake na ina mbinu zake. Kwa hiyo atakiwa hicho ajue. Lakini cha pili, wewe ushakuwa mwanamuziki, ushatoka. Nandi amesha kutengeneza, umeshakuwa tayari msanii mkubwa. You don't need to cry. Hakuna mtu asiyekuwa na matatizo. Kila mtu ana matatizo. Tukisema kila mtu aonyeshe matatizo yake hapa, dunia itakimbia. Kwa hiyo anatakiwa matatizo iwe sehemu ya changamoto ambazo kijana unatakiwa uishi nazo. Kwenye maisha huwezi kuishi maisha smooth kuanzia umetoka wewe smooth mpaka unakufa, hapana. Lazima ukutane na changamoto. Na moja kati ya kitu kinasema wewe umekuwa kimaisha, basi ukiona unazi overcome those challenges, changamoto ambazo unakutana nazo unazi overcome, watu tunasema sasa huyu amekuwa kisiasa, huyu amekuwa kimuziki, huyu amekuwa kimaisha. Utasikia huyu anafaa kuwa mke, huyu anafaa kuwa mume baada ya ku overcome. Kwa hiyo mimi nimwambie Yami, sio kila kitu unakileta kwenye mtandao. Sio kila maumivu unaonyesha kwenye mtandao. Muda mwingine unawapa adui zako mbinu za kukuataki. Lia mwenyewe, furaha mwenyewe. Usiwape watu njia ya kufahamu wewe weakness yako. Yaani kama weakness yako ni kutukana, basi nitakuja mtandaoni nitakutukana, nitakutoa mchezoni. Kwa hiyo nimwambie tu njia moja hapo ya kuweza kufanikiwa ni kuweza ku-overcome matatizo yako. Hilo kwanza. La pili, sio kila kitu unapeleka kwenye mtandao. Vitu vingine unabaki navyo. Ila la mwisho, japo si la mwisho kwa umuhimu, nimwambie tu malipo ni hapa duniani. Kama kuna dhulma alifanya, malipo yake ni hapa. Kuna Zandani wanasema kwamba alitembea na mume wa Nandi. Sasa hiyo unajua kusema kutembea, mimi nitakuwa mtu wa mwisho sana kuja kuamini hicho. Simuoni Yami wa kutembea na Billnass. Na kwa namna mimi nimekaa na Billnass sana wakati anasoma CBE. Ana style ya vitu vyake anavyovipenda, havipo kwa Yami. Kwa Billnass, ukiona mtu amesema Billnass katembea na huyu na ukaona mtu ananyashi, yuko vizuri, pale lazima uquestion. Lakini watoto wengine Billnass sio style zake. Ana vitu vyake Billnass. Kwa hiyo kwenye hapo msimchumie dhambi. Mimi naweza nikasimama upande wa Billnass. Najua weakness yake Billnass kwa wapi. Kwa sababu nilikuwa naye CBE, mimi nilikuwa naenda CBE usiku. Tunajua vitu tulikuwa tunavifukuzia. Mimi natoka UD na kwenda CBE. Kwa hiyo najua vitu ambavyo yanavitaka, na mimi nilikuwa tunaenda Kigamboni. Na wewe nani msanii gani yule wa Kigamboni alikuwa anaitwa nani? Kuna msanii mmoja tukaenda kurekodi usiku. Kwa hiyo najua vitu. Kwa hiyo kuniambia kwa Yami hapana, nakataa. Yami pengine wameshindwa na vitu vingine, lakini sio kwenye masuala ya kutembea. Sawa. Yami ni mtoto. Okay. Kama kuvunja ungo atakuwa amevunja ungo juzi. Bado sikuhimili vishindo.
Kingine ni kuhusu Harmonize. Tumeona leo ametangaza kwamba hataki tena kugombea tajiri kule kwao Tandaimba. Yeye ana njaa sana na muziki. Nini unaona? Sio njaa ya muziki, amechagua uweze uje. Harmonize bado anahitaji kufikisha muziki wa Bongo Flava sehemu fulani. Tunaona kuna watu wameshindwa kufikisha muziki wa Bongo Flava sehemu fulani. Hope yetu ipo kwa Harmonize. Yeye ndio anaweza kufikisha muziki wa Bongo Flava kimataifa. Nani asiyejua single again ilivyo take over? Nani asijua? Kwa hiyo tunaamini yeye ndo anaweza kufikisha muziki kimataifa. Kwa hiyo akiingia kwenye siasa automatic itabidi ahudumie watu wa Tandaimba. Watu wa muziki hatukubali. Mimi ni miongoni mwa watu ambao tungeandamana kuanzia Tandaimba mpaka hapa kwa miguu kwa njia yote. Kama hata mganga kumloga tungemloga, ashindwe kufanikiwa kwenye siasa. Lakini tunaona Diamond sasa hivi uko Paris, uko anatuwakilisha. Sasa Paris unaenda kwa wewe sasa upo wewe ni mwanamuziki au mtu wa fashion? Yaani kila kitu unataka. Utapaswa wanasema mtaka mawili? Mtaka yote? Wewe uwezi wewe. Haya yule Eliudi yule aliyotoka BSS, mnamkumbuka? Kafanya mwenyewe amekuja na utamaduni wake wa show zake za barabarani. Kenda kaiga naye, kenda kutoa show za Eliudi, kenda kuzipiga mtaani kule. Show za Eliudi, anaitwa Eliudi au Luidi? Show za mtaani za barabarani kama anafanya Luidi yule aliyokuwa BSS. Anaitwa Eliudi au nani? Abiudi. Show za Abiudi. Haya, tuache hapo. Unakwenda kuvamia show za watu unaonekana naye umejaza. Fanya show yako tuone. Mbona show za Sebleni anazokuwa anafanya hajapost hata moja? Show yake lakini ilikuwa. Nisikilize bwana wewe, show ile sisi mimi na watu, mimi nimesafiri, mimi na watu nje. Wewe hujasafiri. Ile show imejaza kwa sababu tu wali introduce kinatiwa Savage. Wa Nigeria walitangazwa sana kule. Nyinyi huku mnaona anapostia kule mitaani wanatangazwa kinatiwa Savage. Ndio maana show amejaa pale watu. Angekuwa yeye nani anamjua? Pale sio Mburati ndugu yangu. Sio Tandale pale. Kwa hiyo nyinyi kwa sababu waandishi mmekuwa yani sijui mna njaa, mnisamee kwa hivyo. Yani sielewi. Mwandishi wa kweli ana reasons. Twende tumtafute mwenyeji wa kule wa mji fulani. Bwana, promo inayofanywa hapa ni promo ipi? Bwana hapa tunamtangaza tena Tiwa Savage. Lakini nyinyi mnalishwa tu. Mnapewa jamani hii kaijaza. Chawa mmoja amekaa na record upande huu, ana record upande huu, ana edit wanatuma. Hamna mtu kutuma mwingine. Wafikisha hajatumiwa show ya kweli. Wenyewe walivyokuwa mtaani wanavyoitangaza. Tiwa Savage alibebwa. Mabango yote mtaani ni Tiwa Savage. Sema muda mwingine tu mnasema kwa sababu waandishi wetu mmeshaamua kwa upande huo. Na ile Samajam, vipi kuhusu Samajam? Samajam show yako yake. Ndugu yangu. Ndugu yangu. Sasa wewe ndugu yangu sasa wewe utakuwa umefungamana na upande huo. Umeshapata wewe leo utakuwa Samajam ni show yake ile. Sio show yake. Sasa kama mimi niseme hapa naita Mbagala Festival. Mnakuja wasanii. Wasanii vipi ndugu yangu? Wewe kwani Mbagala watu wanapangwa ndugu yangu? Au unaweza tunavyopangaga? Nimeona umesema kwamba Mario anaenda kushuka kwenye muziki kwa sababu hana achague upande. Nilishasema Mario anapaswa achague upande. Muziki hautaki maji yalotulia. Yaani kama wa baridi kama wa moto. Niulize kuhusu Mbappe. Unataka kumuona Mbappe Bongo 77? Kupitia license? Unataka? Mimi nimekuuliza. Mata mimi yako si mimi na management hapa.